Je, wewe ni mtu mkarimu? Wewe ni mtu unazoea kusaidia watu? Hutaki kuona watu wakipitia shida? Saa zingine unasaidia, unabaki hata bila chochote? Leo nimekuja na mafunzo kidogo kuhusu gharama na kuwa mtu mkarimu kwa watu. Unajua sisi wote ni wakarimu. Kwa njia hii na njia mingi unasaidia, unasikiliza mtu, unalipia mtu karo. Lazima kuna mahali ushawahi kuwa mkarimu. Kuna mtu mkarimu, kuna mtu mkarimu na kuwa mtu mkarimu. Kuwa mtu mkarimu ni jambo nzuri. Tangu tukiwa wadogo, tunafundishwa kuwasaidia wengine, kushirikiana nao na kuwa na moyo wa upendo. Lakini kuna upande mwingine ambao watu wengi hawauzungumzii gharama ya kuwa mtu mkarimu. Kuwa mtu mkarimu ni jambo zuri sana. Unasaidia mahali unaona kuna shida. You are full of charity. A man of charity. Lakini kuna gharama ya kuwa mtu mkarimu. Ndiyo, ukarimu una gharama. Wakati mwingine, gharama hiyo si pesa. Inaweza kuwa muda wako, nguvu zako, amani yako, au hata kuvumilia watu ambao hawadhamini mema unaowafanyia. Unaweza kuwa unafanyia watu mambo mingi sana, lakini hawakudhamini. Wengine hata watasema, ako nazo za kupeana, si anajionyesha tu. Watu watakosa kukudhamini na watasema mambo mengi. Lakini je, hiyo ina maana kwamba tunapaswa kuacha kuwa wakarimu? La hasha, hapana kabisa. Tunapaswa kujifunza kuwa wakarimu kwa hekima. Kuwa wakarimu kwa hekima. Mtu mkarimu huwa na moyo wa kuona mahitaji ya wengine. Unaona mahitaji ya wengine, hutaki kuona wakiteseka kabisa. Labda umebaki na sahani moja tu ya mchele, lakini afadhali wewe ulale njaa, lakini ule mtu asilale njaa. Huwa ni moyo wa ukarimu na kuona mahitaji ya wengine. Anaweza kuona mtu mwenye shida na kusema, ninawezaje kumsaidia. Inamsumbua sana, hawezi hata lala kwa kuwaza. Ule mtu nitamsaidiaje nimtoe kwa ile hali aliyo nayo. Ni vizuri sana, lakini tunaambiwa tusaidie kwa hekima. Naweza kumpa mtu chakula, wakati yeye mwenyewe hana kingi. Anaweza kumsaidia rafiki kwa pesa, anaweza kutumia muda wake kumsikiliza. Ana matatizo, anatumia muda wake kumsikiliza mwenye huzuni. Anaweza kumfungulia mtu mlango wa nafasi ambayo yeye mwenyewe aliwahi kupewa. Unakuwa na ile roho ya kukumbuka mwingine aliyekusaidia katika ukarimu wake wakati wewe mwenyewe ulikuwa na hilo hitaji. Mtu mkarimu ako hivyo. Jambo kama hilo linaweza kumsumbua sana. Anataka kurudisha ule uzuri. Anataka kurudisha ile shukurani. He wants to give back. Na si vibaya, but tunaambiwa tufanye hayo yote kwa ukarimu. Kwa sababu kuna watu hawadhamini hayo mambo unayowafanyia. Wanaona tu ni kama uko nazo za kupeana, unataka kujionyesha, wewe ni mwenye mali, wewe ni mwenye, unaweza kila kitu. Ukarimu ni mzuri kwa sababu unatufanya tuwe binadamu bora, hata mbele za Mungu. Ukifanya jambo la ukarimu, si hata wewe mwenyewe unasikianga vizuri ndani ya moyo wako. Lakini tatizo huanza pale ambapo mtu anakuwa mkarimu bila mipaka.
Unajikuta kila mtu anapokuwa na shida anakutafuta wewe, ama ndio anakumbuka lile jina lako, ndio anatafuta ile namba yako, ndio anakupigia, labda atakuwa miezi 3 hajaongea na wewe. Lakini sasa kwa sababu ako na hitaji na anajua wewe ni mkarimu, ndio sasa anachukua simu, anaanza kukutafuta. Mmoja anataka pesa, mwingine anataka msaada, mwingine anataka muda wako, na mwingine anakumbuka tu jina lako anapokuwa na tatizo, kama vile nilivyosema. Hatimaye wewe mwenyewe unaanza kuchoka. Unaanza kuchoka. Kwa nini unachoka? Kwa sababu utaona, unajua pia wewe lazima utakuwa na mahali kuna mahali unaandika, ama mahali akili zako zinakurudisha nyuma, zinakuonyesha huyu mtu fulani ananipigianga tu wakati ako na shida. Huyu mtu fulani ananitafutanga tu wakati anataka msaada. Pia unachoka kiasi, lakini haitoi ile roho yako ya ukarimu. Twende moja kwa moja, tuanze na moja. Ya kwanza, muda wako. Muda ni mmoja wa vitu vya thamani ambavyo hatuwezi kuvirudisha. Zikishapita, zishapita. Mtu mkarimu anaweza kutumia muda mwingi kuwasaidia wengine kiasi kwamba anasahau maisha yake mwenyewe. Tunaombwa tusaidie kweli, tukiwe wakarimu, lakini tujikumbuke pia. Tuwe na wakati wetu pia. Kwa sababu tukikosa wakati wetu, muda unapita na haurudi tena. Anaweza kuwa na mipango yake, anaisahau kwa sababu ya wengine. Lakini kila mara anahairisha. Unakuwa ni mtu wa kupostpone mambo yako kwa sababu ya wengine. Hiyo si jambo nzuri. Kuwa mkarimu, lakini usijisahau, ukuwe na muda wako. Kwa sababu kuna mtu mwingine anayehitaji msaada zaidi kukuliko wewe. Ni sawa kabisa. Ni sawa kabisa. Unaweza kumsaidia, lakini usijisahau wewe. Ama lile jambo lako ulilokuwa unafanya, uliache kwanza. Maliza hilo, alafu pia umwendee ule mwenye anahitaji ule msaada. Ni vizuri kusaidia, lakini kumbuka kwamba hata wewe una maisha ya kuishi. Usiishi maisha ni kama unaishi wakati wa mwingi. Yaani ni kama unakopeshwa. Ni kama unakopeshwa muda, ni kama unakopeshwa maisha. Yaani wewe saa yote uko mbio na ukarimu wako ukienda kusaidia wengine, unajisahau wewe mwenyewe. Hakuna mtu anakukopesha maisha. Sisi wote tumeumbwa na Mungu, na hii dunia tunakaa bure. Kwa hivyo usiishi maisha ni kama unakopeshwa muda, unakopeshwa maisha, ama hata hewa yenye unapumua. Kuna wakati mwingine unapaswa kusema, samahani, kwa sasa siwezi. Inakubalika. Ukijipima uone msaada huu mtu ananiomba saizi kweli sina. Unafaa useme samahani kwa hili, ama kwa leo sitaweza. Si jambo mbaya. Hiyo haimaanishi wewe ni mtu mbaya. Inamaanisha umejifunza kuheshimu muda na uwezo wako. Kuna ile kuwa mkarimu unatoa mpaka unabaki bila. Unabaki bila kabisa. Hata labda ni pesa za kodi unapeana. Unabaki mwenye nyumba akikugongea nyumba. Hiyo nayo imepita. Ni kama unaishi maisha ya ule mtu ni kama amekukopesha maisha yake. Kila unapopata anabisha mlango, unaenda kumpatia kwa sababu ya ukarimu wako, na wewe unabaki huku na shida. Si vizuri. Tuwe wakarimu, lakini tuwe na hekima. Tujifunze kuheshimu muda na uwezo ule tulioko nao. Don't go beyond. Fanya ile unayoweza, na ukisikia kwa hii sasa leo mimi siwezi, mwambie tu samahani rafiki ama ndugu ama jirani, naona leo sitaweza. Haitakaa wewe ni mtu mbaya. Bali itakaa wewe umesema ule ukweli. La pili, pesa. Ukarimu
pia unahitaji pesa. Wakati mwingine ukarimu unaweza kuguza mfuko wako. Unamsaidia ndugu, unamsaidia rafiki, unampa mtu chakula, unalipa ada au gharama fulani kwa mtu mwenye shida. Haya yote ni mambo mazuri ikiwa unaweza kuyafanya bila kujiumiza. Haya yote ni mazuri kama unaweza kufanya bila kufanya nini? Kujiumiza. Don't do beyond. Fanya ile unaweza, ile huwezi wachana nayo. Usipeane pesa zako zote, wewe ubaki bila chochote. Ati hata usiku ukiwa mgonjwa, hauna hata hela ya kwenda hospitalini kwa sababu ya ule ukarimu wako. Fanya mambo, kuwa mkarimu kwa watu, lakini usijiumize. Lakini kuna hatari ya kujikuta unawasaidia wengine, mpaka wewe mwenyewe unakosa mahitaji muhimu. Kama vile nimesema, kuwa mkarimu, lakini usijiumize. Usitoe kila kitu ulicho nacho kwa sababu tu unaogopa watu watakuita mbaya. Mtu mwenye hiyo roho ya ukarimu kuna mahali inafikanga hapo. Unaona ukikosa kusaidia mtu, ataona wewe ni mtu mbaya. Watu watakusema. Tusifike hapo. Ukarimu ni moyo. Na hujalazimishwa, unatoa tu kwa hiari. So wakati huna, sema huna. Isifike ukue na ile guilty conscience. Unajihukumu hata kabla hujahukumiwa. Unaona watu watasema nini? Hadi sasa kwa sababu hutaki watu waseme, unatoa kila kitu. Hiyo ni kujiumiza katika hiyo hali ya kuwa mkarimu. Kuna tofauti kati ya ukarimu na kujisahau. Mtu mwenye hekima anajua kwamba ni vizuri kusaidia wengine, lakini pia ni muhimu kuhakikisha familia yake na mahitaji yake ya msingi yako salama. Usitoe kila kitu, uache familia bila chochote. Watoto hawana chakula, karo hakuna, kwa sababu tu unaogopa watu watasema wewe ni mbaya. Kuwa mkarimu lakini usijiumize, usiumize familia yako, kwa sababu tu unaogopa watu watasema nini. Hiyo ni kuwa na hekima. Kuwa ukarimu na ukuwe na hekima. Kuwa na boundaries. Kuna mahali unaweza saidia mpaka hapa, na ikifika hapa uone hii itaumiza familia yangu, ama itaumiza kazi yangu, ama itaumiza familia, watoto, ama hata familia kubwa kwa jumla. Weka mpaka, fika hapo. Saidia mahali umeweza, mahali unaona sasa itakuumiza, wachana na hiyo. Ya tatu ni kutodhaminiwa. Watu wanakuchukua tu hivi hivi. Umesaidia, umetoa jasho, umekimbia, umefanya hili, lakini watu hawakudhamini. Hiyo ni watu hawana shukurani. Hawaoni ni kama umefanya ama umesaidia. Wanaona ni kama ni hiari, ni lazima wafanyie vile. Hiyo ni kutodhamini. Hii ndio gharama inayoumiza zaidi. Wakati mwingine, unaweza kumsaidia mtu kwa moyo wako wote, lakini hakushukuru. Unaweza kumsaidia mtu wakati wa shida, alafu akapata maisha mazuri, akakusahau. Unaweza kumfungulia mtu mlango, lakini baadaye akakutendea kana kwamba hukuwahi kumsaidia. Hapo ndipo moyo unaweza kuumia. Unaweza jiuliza, kwa nini nilimsaidia? Usifike hapo. Ila tu sasa anza kuwa na hekima. Anza kujua mahali ya kufika wakati unaposaidia mtu. Binadamu hawana wema. But hizo tabia zao ambazo hazina wema, zikufanye wewe hiyo roho yako ya ukarimu ikutoke.
ni sasa utaanza kuwa na hekima, utaanza kuwa na mipaka. Ukiona sasa inazidi, unasimamia hapo. Ukiona mtu ulimsaidia akasahau, hilo unaweka kwa record. Unaweka kwa record. Unasaidia wengine wanakosa shukrani, pia hiyo unaandika mahali. Lakini hiyo haitakufanya wewe ubadilike kuwa mtu mzuri ama mkarimu. Lakini pia unaambiwa usiruhusu kutodhaminiwa. Kwa kuwa mtu mmoja kubadilisha, kwa mtu mmoja kubadilisha moyo wako. Kumbuka, si kila mtu anashukuru. Ukuwe na hekima hiyo kukumbuka, si kila mtu anafanya nini? Anashukuru. Na watu wengine hawana aibu. Ulimsaidia akushukuru, ulimsaidia akasahau, ulimsaidia akakutupia mikono, na akipata shida tena atakuja tu kwako. Mtu mkarimu anakuanga na ule moyo wa huruma. Usishangae ukimsaidia tena. Kumbuka, si kila mtu anafanya nini? Anashukuru. Ni wakati mwingine wema wako unaweza usirudi kwako kupitia mtu uliyemsaidia. Wakati mwingine wema wako unaweza usirudi kwa mtu uliyemsaidia. Lakini hiyo haimaanishi kwamba wema wako umepotea. Mungu ameuona. Mungu ameuona. Na hata huyo mtu ambaye amekosa hiyo shukrani, anajua mema ambayo uliyomtendea, si ati hajui, anajua. Ni ile tu jeuri, ako na hiyo roho ya kutodhamini. Ako na hiyo roho ya kutosema shukrani. So hiyo isikudhuru moyo wako. Bora tu sasa usaidie ukiwa na hekima na mipaka. Ya 4, kuwa na gharama, kuwa mkarimu pia inafanya watu wanakuzoea. Maana hii tunasema nini? Wengine wanaona ni lazima wafanyiwe hivyo. Na usipowafanyia hivyo, wanakuwa wabaya, wanakusema. Hata wengine wanaweza inua vita kwa sababu, kwa nini hujanisaidia? Hata anaweza kukuongelesha vibaya sana. Kumbuka, ulimsaidia kwa sababu ya ukarimu. Lakini sasa yeye anaona ni hiari, ni lazima asaidiwe. Kuna tofauti kati ya mtu anayekuhitaji na mtu anayekutumia. Ukiwa mtu wa kusaidia kila mara, baadhi ya watu wanaweza kuanza kuona ule msaada wako kama wajibu. Entitlement. Anaona yani ni lazima nisaidiwe. Hata ataongea kwa wengine, ule nikienda kwake lazima anisaidie, atatumia hiyo jina lazima, yani ameifanya ni wajibu. Ukisaidia mara moja, wanakuomba tena. Ukisaidia mara 2, wanakuona kama chanzo cha msaada. Wanakuona kama chanzo cha msaada. Lazima, wewe ukosangi. Wewe ni chanzo cha msaada, lazima uwe nacho kila saa. Na siku ukisema hapana, wanaanza kusema umebadilika. Huyo siku hizi amebadilika. Huyo siku hizi ako na roho mbaya sana. Huyo siku hizi sijui ni nini. Hapo ndipo unapaswa kuwa makini. Usikubali mtu akufanye ujisikie mwenye hatia kwa sababu tu umeweka mipaka. Wakati mwingine watakufanya ujisikie hivyo. Usipomsaidia unasikia ni kama umemkosea. Na hata wengine usipowasaidia kuna venye tabia zao zinabadilika. Labda alikuwa mtu wa kukusalimia asubuhi, utakuta asubuhi mkikutana amekupita. Labda alikuwa mtu akiulizwa na mtu fulani umemwona hivi karibuni, labda alikuwa amueleze nimemwona, atasema mimi sijui mambo ya huyo. Sababu gani? Umekosa kuwa mkarimu, labda hata ni kwa mara moja tu. Umekosa kumpa ule msaada aliyokuwa
anataka. So ni vizuri unapozidi kuwa mkarimu, zidi kuwa na hekima na uzidi kujua kuweka mipaka. Kusema hapana wakati mwingine ni sehemu ya kujiheshimu. Inabidi. Si ati wewe ni mbaya, but sasa kama utasaidia mtu aanze kusema ule siku hizi amekuwa mbaya, ule siku hizi ako na maringo mingi asaidii watu. Inakubidi sasa uanze kujiheshimu pia. Angalia nani wa kusaidia, angalia ni nani wa kuepuka. Je, ukarimu una maana gani basi? Ukarimu wa kweli haupasi kuwa mashindano ya kujiumiza. Haupasi kutoa kila kitu ulicho nacho ili watu wakuone kuwa mwema. Ukarimu unatakiwa utoke moyoni. Kama vile nilivyosema mbeleni, ukarimu unatoka kutoka moyoni. Haulazimuishi, si mashindano, si kujionyesha. Inafaa itoke kutoka ndani ya moyo. Msaada mdogo unaweza kuwa mkubwa sana kwa mtu anayehitaji. Msaada mdogo unaweza kuwa mkubwa kwa mtu anayehitaji. Na kwa mwingine, labda kwa kile uko nacho, na kuna watu 3 hapo zaidi wanataka uwasaidie. Sasa ukaona ile uko nacho, acha ukigawanye mara 3. Kuna mwenye atakurudishia shukrani hapo, kwa sababu ameona huyo msaada mdogo umempea, utamsaidia. Na kuna mwingine atakurudishia, kwambia sasa hii nini itanisaidia nini? Watu ni wajeuri, na anakurudishia hiyo msaada yako. Labda huwezi kumpa mtu pesa nyingi, lakini unaweza kumpa ushauri. Kuna mtu ambaye utampa huo msaada mdogo na utakuwa mkubwa kwake. Na hapo ndio unampa ushauri. Kwa hii kidogo ambao nimekupa, lifanye hivi na litakusaidia. Unampa ushauri. Lakini kuna wengine hawataki huo ushauri. Yeye anataka tu apewe msaada, aende tu akafanye mambo zake, kwa sababu ashakuzoea, akikuja tena utampea. Tuweke mpaka na tukue na hekima. Kuna mtu labda kwa ukarimu wako unamuona ni jambo gani anahitaji, lakini kwa uwezo wako huwezi. Labda huwezi kumjengea nyumba, lakini unaweza kumpa chakula. Labda huwezi kutatua tatizo lake, lakini unaweza kukaa naye kumsikiliza. Kuna matatizo mengine huwezi tatua, lakini unakaa naye tu hapo unamsikiliza, unampa ushauri, itamsaidia. Pia hiyo ni ukarimu. Wakati mwingine maneno machache ya faraja yanaweza kuwa zawadi kubwa. Ni ukarimu na ni zawadi kubwa. Kwa sababu umempa ushauri, umekaa naye, umemtia moyo, umemtoa mahali alikuwa ukampeleka mahali ingine. Na katika maneno yale yatamsaidia. Kuna wakati unapaswa kusema hapana. Watu wengi wenye mioyo mizuri huogopa kusema hapana. Ni kweli. Afadhali abaki bila, lakini anaogopa kusema hapana. Huo ni moyo wa ukarimu. Yaani umebeba ule mzigo wa ule mtu kwa uzito sana. Hata sasa kwake kusema hapana hauwezi. Unaogopa. Watu kama hao wakarimu, kama hao ambao wanaogopa kusema hapana, wanaogopa kuonekana wabaya, wanaogopa watu watawakasirikia. Katika hii safari ya kuwa ukarimu, watu watakuona wewe ni mbaya, wengine watakukasirikia, hawatakuongelesha tena, lakini ukweli ni kwamba huwezi kumridhisha kila mtu. Ni ngumu. Kuna wakati mtu atakuomba kitu ambacho huwezi kutoa. Usijisikie vibaya kusema siwezi kwa sasa. Huo si ukatili, ni ukweli.
Kuna wakati mtu atakuja na jambo kubwa, kwa sababu amezoea kukuona wewe ni mkarimu, akuja na jambo kubwa. Na wewe kwa kujipima ama kwa kuwaza wewe mwenyewe unaona hili siwezi. Unamwambia hili siwezi. Si mbaya. Si mbaya. Watu watakuona wewe ni mbaya. Mtu mwenye anakupenda hataona wewe ni mbaya. Na wewe hautakuwa mkatili kwa sababu umefungua moyo wako na kusema ukweli. Na mtu anayekupenda na kukuheshimu ataelewa. Mtu anayekupenda ataelewa. Hata kuona wewe ni mkatili ama wewe ni mtu mbaya ama umekataa tu. Atafanya nini? Atakuelewa. Ukarimu usiwe sababu ya kupoteza amani yako. Unaweza kufanya upoteze. Saa zingine ukiwa mkarimu sana inakufanya unapoteza amani. Utaipotezaje? Mtu amekukujia hauna, umemwambia huna, ameenda huko nje kukuongea. Amekataa tu. Si niliona jana amefanya hivi. Si niliona jana amebeba mabegi sijui ya nini. Si nilisikia juzi alisaidia fulani. Yangu tu amekataa. Na wewe kwa hakika ndani ya moyo wako unajua kweli hauna uwezo huo. Inakupotezea amani. Unashindwa huyu mtu utamueleza aje aelewe. Tusifike hapo. Ukarimu usiwe sababu yetu ya kupoteza amani. Amani ni moyo na ni mzima. Kama kila msaada unaompa mtu unakuacha ukiwa na hasira, huzuni, madeni na majuto, ni wakati wa kujiuliza kama unasaidia kwa hekima. Usisaidie kwa sababu ya kulazimishwa. Usisaidie kwa sababu ya kuogopa maneno ya watu. Saidia kwa sababu moyo wako umeamua kufanya hivyo. Na kwa sababu una uwezo wa kufanya hivyo. Usaidie kwa sababu una uwezo ama umeamua kufanya hivyo na una uwezo ule. Usifanye kwa kulazimishwa. Usifanye kwa sababu watu wataongea. Usifanye ati kwa sababu watu watapoteza marafiki. Hapana. Fanya kwa sababu umeamua. Nimeamua nitasaidia huyu mtu na niko na huo uwezo. Usishangae wewe mwenyewe ukipata shida. Baadhi ya wale uliowasaidia wakose kutokea kukusaidia. Inafanyika. Wanakaa kando huko barazani wanakucheka sasa. Wewe ndio ulijifanya unaweza saidia watu. Jisaidie sasa. Unakumbuka wakati Yesu alikuwa anabeba msalaba? Wale walikuwa wanambebesha msalaba wale wa Farisayo. Walimwambia nini? Si wewe unajifanya wewe ni mwana wa Mungu? Jiokoe sasa. Pia wakati wewe ni mkarimu, utaambiwa hivyo hivyo. Wakati wewe unahitaji usaidizi, watu watasema hivyo. Wanasema jiokoe sasa. Wanakosa kukusaidia, wanakuangalia. Na hiyo itakutoa amani kwa sababu si mara moja, si mara mbili, si mara tatu umesaidia watu kama hao. Lakini wakati wewe shida imekupata, wanakaa kando. Wanakuwa ndio wa kukusema na kukupiga vita. Hapo ndipo utakaa chini na kujiuliza, nilifanya nini mbaya? Nilifanya mbaya kusaidia hao watu? Au kufanya jambo mbaya. Ulifanya jambo nzuri sana na Mungu atakubariki. But maneno ya wale watu isikuvunje moyo. Sasa anza kuwa na hekima na kuweka mipaka. Lakini ukweli ni kwamba haukufanya jambo mbaya kwa kuwa mkarimu. Tatizo lilikuwa haukujifunza kuweka mipaka. Jifunze kuwa na hekima na kuweka mipaka wakati unakuwa mkarimu kwa watu. Na hapo ndipo utajifunza somo kwamba kuwa na moyo mzuri lakini pia kuwa na hekima. Kuwa na moyo mzuri na ukuwe na hekima. Usipoteze moyo wako kwa sababu ya watu. Unaweza poteza moyo wako. Pole. Samahani. Unaweza poteza moyo wako kwa sababu ya watu. Utakuwa unaenda mbio kwa sababu ya watu. Na ni watu ambao hawatakudhamini. Hata wakati utakuwa na shida.
si wengi watakuja kukuitika, wengi watakaa kando. So saidia ukiwa na hekima na pia ujue kuweka mipaka. Usipoteze moyo wako kwa sababu ya watu. Labda umewahi kusaidia mtu na baadaye ukajuta. Labda uliwahi kumpa mtu nafasi lakini akakusaliti. Labda uliwahi kumsaidia mtu kifedha na hakukumbuka hata kidogo. Usiruhusu jambo hilo likufanye kuwa mwenye chuki. Badala yake jifunze ukarimu wako ubaki. Jifunze na yale waliokufanyia. Wamekusaliti, wamekusema, wamekurushia mikono wakati kuna shida uliwaita wako kuitika. Jifunze sasa. Ukarimu wako ubaki. Jua mwenye kumsaidia ni nani. Jua wakati wa kuweka mipaka. Jua wakati unatumiwa vibaya. Jua wakati watu wanakutumia. Imekuwa yani ni kama mazoea. Unajua kuna wakati katika hii ukarimu uko nao ndani ya moyo wako. Unajua kuna mtu tu kwa sababu amefanya mazoea. Labda hata hana shida. Hana shida. Kifedha ako sawa, kichakula ako sawa, kila kitu ako sawa. Lakini kwa sababu amefanya mazoea na anataka kukutumia. Hizo zake anaweka kando. Anakuja sasa kwako kukulia. Kwa sababu anajua kuna ule moyo wa ukarimu. Anakuja sasa kukulilia. Fulani naomba unisaidie kunilipia nyumba mwezi huu. Anakuja na uongo zake tu. Fulani watoto wangu wamefukuzwa shule juu ya karo. Naomba. Fulani hatuna unga, hatuna mafuta. Lakini kwa nyumba yake ako na hizo vitu zote. Lakini kwa sababu amekufanya mazoea na amezoea kukutumia. Anakuja bila wasiwasi, bila uoga, bila hata haya. Anaomba msaada. Unampea. Sasa unakuwa, ndio pale nilikuwa nasema, unakaa ni kama umekopeshwa maisha na ule mtu. Hataki yani anataka kuona tu unamtumikia kila saa. Lakini zake ameweka tu. Kwa sababu amejua ni moyo mtu anakuanga na moyo mkarimu. Hata nikienda nilie tu machozi 2-3 atatoa fedha. Nikienda nilie machozi 2-3 ataenda supermarket atanijazia kikapu. Jifunze ukarimu wako na ubaki. Lakini sasa uwe na macho ya kuona, masikio ya kusikia na hekima ya kuchagua. Macho ya kuona nani unayefaa kumsaidia, sikio la kusikiza na hekima ya kuchagua. Huu msaada nitauelekeza njia hii, huu msaada nitauelekeza njia hii. Ukuwe na hekima hiyo na utambue wakati mtu anakuchezea ama amekufanya mazoea na kukutumia. Si kila anayekuomba msaada anapaswa kupewa kila siku. Full stop. Full stop. Si kila anayekuomba msaada anapaswa kupewa kila siku. Ukarimu una faida pia. Licha ya gharama zake, kama hizo tumesema gharama za kuzoewa, ya kukosa amani, kutumiwa vibaya, pia una faida zake. Ukarimu una baraka nyingi. Unapomsaidia mtu unaweza kubadilisha maisha yake. Waliokuja na ile ukweli wanataka kusaidiwa. Baada ya muda utaona kweli ule msaada ulipa ule mtu umebadilisha maisha yake. Mtu labda alikuwa hana nyumba ukamjengea. Si umempa mahali pa kulala, mahali pa yeye kukaa pamoja na watoto. Unambadilishia maisha. Mtu ambaye leo anahitaji msaada wako, anaweza kesho kuwa msaada kwa watu wengine.
ule aliyekuwa anahitaji msaada wa kweli. Ukimsaidia leo, akifaulu maishani pia atakuwa na huo ukarimu, atasaidia mtu mwingine. Moyo wako unapokuwa wa kutoa, unajenga jamii yenye upendo. Ile uzuri unaosaidia kule nje unarudi kwa nyumba yako. Unaona watoto wako wanabarikiwa, milango inafunguka tu. Wakienda kuomba kazi wanapata mara moja. Wakifungua biashara zinapata wateja. Ni ile uzuri uliopanda huko mbeleni kwa ukarimu wako, unarudia jamii yako. Pia ule mama ama babu ulimbadilishia, hakuwa na nyumba ukamjengea. Kuna neno la baraka alisema, na ndio hilo sasa linakuja baadaye. Naona tu mambo mazuri kwa maisha yako. Kwa hivyo, ukarimu pia una baraka zake. Tungekuwa na watu wengi zaidi wanaosaidiana duniani, ingekuwa mahali pazuri sana. Kwa hiyo, usiogope kuwa mkarimu, lakini kuwa mkarimu kwa hekima. Usiogope kuwa mkarimu, bali kuwa mkarimu na kwa hekima. Kwa sababu ukarimu ule umezaliwa nao naturally. Unajua kuna watu hawajui wamezaliwa na hiyo ukarimu. Hautoki. Unakaa milele. But sasa unaambiwa saidia, lakini sasa saidia kuwa na mipaka na ukuwe na hekima. Jifunze katika hiyo safari. Wa kusaidia ni nani, wa kuepuka ni nani. Au wa kukuzoea pia endelea kuwasoma. Hao wenye wakutumia vibaya endelea kuwajua. Sasa ndio uanze kusaidia watu, ukarimu wako ukuwe na heshima na ukuwe pia na hekima. Kuna mtu mkarimu. Kuwa mtu mkarimu kuna gharama. Unaweza kutumia muda wako, unaweza kutoa fedha zako, unaweza kuchoka, unaweza kutodhaminiwa. Katika hiyo safari ya kuwa mkarimu, hayo mambo yote. Kwa sababu kuwa mkarimu, kwa kizungu tunasema uko na ile roho, yani you are selfless. Unapeana, unasaidia. Na huwezi saidia kama huna. Lazima uwe na fedha, lazima uwe na muda, na katika ile hali pia utachoka, na utakutana na mambo kama hayo ya kutumiwa vibaya na kutodhaminiwa. Na wakati mwingine unaweza hata kuumizwa na wale uliowasaidia. Lakini hiyo haimaanishi kwamba ukarimu hauna dhamani. Una dhamani, jifunze tu kuweka mipaka. Ukarimu una dhamani, jifunze tu kuweka nini? Mipaka. Usijisaidie mwenyewe kwa kuwadhuru wengine, lakini pia uwasaidie wengine kwa kujiharibu mwenyewe. Usiwasaidie wengine kwa kujiharibu wewe mwenyewe. Usijisaidie mwenyewe kwa kuwadhuru wengine. You're just doing it for the sake of doing it, labda kutafuta sifa ama kutafuta jina nzuri. Hiyo ndio unaambiwa usisaidie wengine kwa kuwadhuru. Na pia unaambiwa usiwasaidie wengine pia wewe ujiharibu. Usahau familia. Uishi maisha sasa ya kukodisha. Watoto wafukuzwe shule kwa sababu unatafuta ile sifa. Unaambiwa usaidie wengine na usiwadhuru. Na pia unaambiwa usaidie wengine na usijiharibu wewe mwenyewe. Unajitafutia sifa, unaharibia wengine majina. Na katika hali hiyo tu ukitafuta jina, unajiharibia wewe mwenyewe.
Kumbuka, moyo wa kutoa ni mzuri, lakini moyo wa kutoa pamoja na hekima ni bora zaidi. Umeshika hiyo? Moyo wa kutoa ni mzuri, lakini moyo wa kutoa pamoja na hekima ni bora zaidi. Moyo wa kutoa ni mzuri, lakini unaotoa pamoja na hekima ni mzuri zaidi. Usiwe mkarimu wa kutafuta sifa. Kama hapo mbele ambapo nimesema usijisaidie mwenyewe kwa kuwadhuru wengine. Usiwasaidie wengine kwa kujiharibu mwenyewe. Ndio hii maana yake, usiwe mkarimu kwa kutafuta pesa. Kwa sababu kuna watu wanatumia wengine, wanajifanya wanawasaidia na hali yao wenyewe ndio wanajijenga. Unaweka watoto mayatima pale ati unawasaidia na msaada ukija hauendi kwa wale watoto, unaenda kwa mfuko wako wewe mwenyewe. Inakuwa diverted to other things. Unakuta mtu huyo amejenga magorofa, amejenga nini, mahali ambapo hamjui, lakini anatumianga wale watoto akiomba hiyo charity. Akisema yeye ni mtu mkarimu, anasaidianga watoto. Widowers and widows, wale hawatembei, lakini msaada ikifika inaelekezwa mahali pengine. Usijisaidie mwenyewe kwa kudhuru wengine. Na pia usiwasaidie wengine kwa kujiharibu mwenyewe. Kwa sababu ukijulikana hivi ndivyo unafanya, utakuwa umejiharibia. Na pia utakuwa umedhuru maisha ya wale uliokuwa unafanya nini? Unawasaidia. Usiwe mkarimu wa kutafuta malipo. Kuwa mkarimu kwa sababu unajua kwamba wema una nguvu na kubadilisha maisha. Kuwa mkarimu kwa sababu unajua kwamba wema una nguvu ya kubadilisha maisha. Kuwa mkarimu kusaidia wale watoto kwa sababu kweli nia yako kabisa 100% unataka kusaidia wale the widowers, wale wanawake hawana waume, ama wale mabwana hawana wake, wale watoto ambao ni wajane, viwete. Fanya haki. Fanya haki. Uwe mkarimu kwa sababu unajua kwamba wema una nguvu ya kubadilisha. Si wewe kujitajirisha, kutafuta mihela tu unaweka huko, unafanya mambo zako na unatumia wale watu. Kama siku hizi utaona huku kijijini, mtu anakuja na watoto asubuhi, anawaambia wadanganye hao ni viwete. Wanaomba tu pesa na si viwete. Hiyo pesa jioni wanaenda wanahesabu. Ule mtoto labda anaweza pewa 100, mwenye ameshinda huku akizunguka akiomba. Lakini wewe ambao uko na akili timamu, uko na afya bora zaidi, ulikaa hapo ukatuma watoto wakafanya maovu hayo. Jua tu siku ya malipo inakuja. Usitumie watu wengine ukijitafutia jina, ukijitafutia fedha ama utajiri. Ukijifanya wewe ni mkarimu na ndani yako unajua ni uongo. Hiyo ni makosa hata mbele ya Mungu. Na kama leo una uwezo wa kumsaidia mtu hata kwa jambo dogo, lifanye. If you are capable ya kumsaidia mtu yeyote, uko na uwezo huo, msaidie. Mpe mtu neno la faraja, msaidie anayehitaji. Mpe mtu tumaini. Mpe mtu neno la faraja, msaidie anayehitaji. Mpe mtu tumaini. Kwa sababu huwezi kujua ni maisha ya nani yatakayobadilishwa kwa wema wako. Kweli, utajua kwa huo wema wako ni maisha ya nani itabadilishwa. Ni nani hata lala njaa leo? Ni nani hata tupwa nje ya darasa atakuwa amelipiwa karo? Ni nani hata nyeshewa na mvua? Kwa wema wako, kwa ukarimu wako. Lakini wakati huo huo, usisahau jambo moja muhimu.
Pia unahitaji ama unastahili upendo, heshima, muda wa kujitunza. Ukifanya hayo yote, kama venye tulisema hapo nyuma, pia wewe unastahili upendo, unastahili heshima, muda wa kujitunza. Usijibwage tu kwa mambo tu na wewe ujisahau. Pia wewe unahitaji heshima, upendo na kutunzwa. Kuwa na moyo wa huruma, kuwa na moyo wa upendo, kuwa mkarimu, lakini usisahau kuwa na hekima. Kuwa na moyo wa huruma katika hiyo ukarimu wako. In the action of charity, in the action of doing good things to people, changing their lives, don't forget yourself. You also need love. You also need to be taken care of. Usisahau hayo yote. Ukuwe na huo moyo wa huruma, ukuwe na moyo wa upendo, kuwa mkarimu, lakini usisahau kuwa na hekima. Kuwa na hekima ya kujitunza, kuwa na hekima ya kujua pia unapendwa, kuwa na hekima ya kujua wakati unatumiwa vibaya, kuwa na hekima ya kujua watu wamekuzoea, kuwa na hekima ya kuweka mipaka katika huyo ukarimu wako. Kwa sababu pia ukiwa katika hiyo ukarimu, watu watatoka, kama venye nimesema kuna watu wanatuma watu huku mijini, wajifanye hao ni viwete na si viwete. Kuwa na hiyo hekima ya kutambua, huyu anahitaji usaidizi kweli ama hahitaji. Kuwa na hiyo hekima na ujue mahali pa kuweka mipaka. Kwa sababu people can take advantage. Watu wanaweza kuchukulia tu hivi, wanakutumia vile wanavyopenda. Kama venye nimesema hapo mwisho, mtu kwa sababu amekuzoea, ako na chakula kwake, hana shida yoyote, lakini kwa sababu amekuzoea kukutumia, na najua wewe moyo wako ni mkubwa, uko na ukarimu, utamuonea huruma. Anaacha hizo vitu zote, anakuja kukuambia sina chakula, mtoto wangu hana karo. Unajua nimepigiwa simu nikaambiwa nyumbani mama anahitaji, na ni uongo mtupu. Sasa anza kuwa na hiyo hekima ya kutambua nani anafaa kusaidiwa, nani anahitaji huo msaada, na uweke mipaka. Watu wasikukujie tu. Amani ya moyo wako iwe sasa hakuna amani tena, kwa sababu unakimbia kukuwa mkarimu na watu wanakutumia vibaya. Niposa hapo nasema jitunze pia. Jitunze kwa sababu pia wewe unahitaji huo upendo. Unahitaji heshima na kuishi maisha mazuri ambayo yamejaa amani. Natumai hii video itamsaidia mtu mahali, labda mtu ambaye ako na hiyo roho kubwa, amejitolea kuwa mkarimu na kusaidia watu, lakini watu wanamtumia tu ovyo ovyo. Wamemzoea na natumai itasaidia mtu. Langu tu nawaacha na neno moja tu ya kwamba nawaombea Mungu kuwa na hekima na ujue wakati wa kuweka mipaka. Mungu akusaidie tu. Ukuwe na hekima na ujue wakati wa kufanya nini? Wa kuweka mpaka. Mimi nawaombea Mungu awabariki na awape moyo wa kusaidia wengine bila kupoteza amani na furaha ya maisha yenu. Hiyo tu ndio nawaacha nayo. Mungu awabariki, awape moyo wa kusaidia wengine bila kupoteza amani na furaha ya maisha yenu. Mnapofanya hii safari ya kuwa wakarimu, mnapofanya hii safari ya kujitolea kusaidia wengine, naomba Mungu awabariki sana. Mnapoenda kutazama video hii, na natumai itamsaidia mtu mahali, na nawaomba tu, nazidi kuwaomba na nasema ni asante. Naona kweli mnanichangamkia, mnaangalia kazi yangu. Baba, nashukuru sana. Mungu awabariki. Naomba hata hii sitasahau kusema, muende muangalie, mpende kazi yangu na mujiandikishe. Don't forget to subscribe. Thank you so much. Bye. From me, Jenny. Simple Life with Jenny. Bye.
Asanteni.